Kilaltia na karibuni sana katika channel yangu. Leo jamani nitaenda pamoja Paris in France na rafiki yangu. Huyu hapa rafiki yangu jamani. Hebu sema hi. Hi. Sema Kiswahili. I don't know how to say a word in Swahili. How do we say it? Just go. Say mambo, mama zenu. Mambo, mama zenu. I don't know. Okay. Yeah, it's kind of correct. Okay. So tutaenda France. Rafiki yangu anaanza mambo yake ya company, like itakuwa na focus sana mambo ya easy professional, mambo ya hair. Itakuwa nafanya mambo za weave on, anafanya mambo za wig and everything. So katika watu ambao amewakumbuka, tujaonana sana kwa sababu mimi niko busy sasa na mambo ya masomo. So tujaonana sana. Imagine tujaonana kama miaka miwili, mwaka mmoja na nusu, miaka miwili. Amenikumbuka na Amerika, nataka wewe model wangu. Nije nikufanye weave on. Serious. Mimi sijui nafanya nini. Sijui ni weave on, sijui ni mimi naenda tu. Mimi napenda kuenda. Mimi kitatange. Alafu ikiwa mtu aniambie ni vitu vya mambo za makeup na hizo, mimi yani mtu wangu mimi nitaenda. Anyway, tumetoka nyumbani saa 1, tukarudi tena Belgium kwa sababu alikuwa hajatank gari yake. Sasa ndo tunaelekea Paris. Yani tushaingia, not Paris, tushaingia tayari France. Sio mbali sana, kama like 2 hours and a half kuanzia pali pake mpaka huko tunaenda. Jamani angalia ni outfit yangu leo. Leo nimeenda na brown, yani like stylish ya Faransa jamani. Anyway, tuanze na vlog yetu leo. So tuliondoka asubuhi na mapema. Belgium ilikuwa kama kitu kama saa 12, then we drove off to France. Kama unavyoona baada ya kuanza kuingia like mwangaza mwingi, mimi hapa Rukia nikaanza kujishibidiwa kiasi, and then I felt hungry, nilikuwa nasikia njaa. So kaniambia Rukia kuna snacks hapa, crepes kujishikilia. So then I had to take a snacks kiasi tu kwa sababu kawaida huwa napenda kula kama mkate ama like something heavy. So nikajikeep busy tu kiasi tu na hizo crepes. Sisi hapa mwenyewe na rafiki yangu tukaanza kupiga masnaps, na huko tunasikiza music, na huko na mastori kwa sababu tunaonana kwa muda mrefu. Na anapoishi yeye anaishi side za Wallonia, ambao Wallonia na Paris sio mbali, ni kama masaa mawili na robo tayari tushafika. So kama unavyoona hapo tayari tushaingia Ufaransa. Mashallah, ilikuwa asubuhi, tulifika mapema, so kulikuwa hakuna traffic kabisa. Na pia ilikuwa siku katika mji mkubwa, so that was good, tulipata parking spot kwa urahisi. Tukafika maana nilikuwa nasikia njaa, so we stop up, tukastop hali tukachukua like pastries hapa kama unaziona. Mashallah, pastries of France, mashallah, they are really good in pastries. So we just bought a little bit of pastries na pamoja na drinks, then we headed to the lady mwenye ambaye atakufundisha kufanya hizi mambo za weave on and makeup and wigs. So tukafika kwa msichana ambaye atakayemfundisha hizi mambo za makeup, mambo za wig on na weave on. Mashallah, place yake ni kubwa, lakini sio peke yake anafanya kazi, wako na wenzake, lakini wenzake hawakuja, ni weekend mostly people, weekends huko Paris na Europe mostly, not everyone, lakini wengi wao wanaenda off. So hiyo ndo place yake. Mashallah, wakaanza kutengeneza wigs, yani kuzibleach and all those stuffs. Sikuweza kuchukua video kila kitu kwa sababu sikubeba charger, so nilikuwa niko very careful in like yani kuchukua video, sikuweza kuchukua kila kitu. So kama unavyoona wameanza na wig hapo. Mashallah, wig yake ilikuwa mzuri, na mashallah hiyo installation venye ameweka hiyo wig, mashallah, yani ilikuwa ni pro, nilipendeza. Hata kabla sijatiwa makeup tayari nilikuwa nimependeza. Na rafiki yangu mashallah, hii ndo time yake sasa mara pili anafanya peke yake to try out. Mashallah, alindeld ni tayari anajua mambo ya nywele, so kwake ilikuwa ni rahisi ku learn hizi vitu kwa haraka. So hapa Bibi Rukia anaanza kujishebedua, alafu then baadaye wakaniweka tu makeup simple, hawakunijaza sana, makeup too simple. Nikaanza kupiga mavideo na picha. Mashallah, yani nilikuwa na ringa. Unaona hapo jamani, kama celeb fulani hapa. Mashallah, nilikuwa nimependeza. So hii jamani, hii ndo ilikuwa final look pamoja na makeup na hiyo wig. Mashallah, kama unavyoona celeb wa East Africa hapa. Yani nilikuwa nimependeza. Yani ndo sema ni harusi yangu. Yani nilikuwa ni harusi hii jamani. Mpaka nikuuliza jamani, Rukia ilikuwa ni harusi ama nini? Ngambia niacheni.
Anyway, tukamaliza, imeingia jioni kama saa 12 naelekea saa 1, tukaanza safari kuja Paris. Rafiki yangu ndo alipeleka gari kwenda nyumbani Belgium, mimi ndo nikachukua usukani nikapeleka. Lakini njia ambayo tulichukua jamani, I regret. Tena rafiki yangu aliniambia tuchukue njia, nikamwambia no, tuchukue njia hii njia jamani ilikuwa mbaya, hakuna light, yani inabidi kila masaa niweke ile light kubwa. I was so pissed off. Ilichukua almost 3 hours and a half, yani almost like 4 hours. Sasa hapo tushafika Belgium. Unaona Belgium, tofauti ya Belgium na Ufaransa, Belgium mashallah kuna lights everywhere, lakini Paris, oh my god, the bigger the country the more problems. Yani Ufaransa jamani, no, it's not, yani si nchi ambayo naweza sema naweza kukaa. No, it's very congested. Tufika Belgium ilikuwa ni usiku hapa kitu kama yaelekea saa 5. Tukaenda tuko restaurant, tukachukua take away hapo, hatukuweza kula ndani ya restaurant kama unavyoona hapo ni Chinese, mashallah they had like everything, every kind of food, and they usually open, yani wako open kama mpaka 12 o'clock. So we took a takeaway hapo, then tukamaliza kuchukua chakula, tukaelekea nyumbani. Kuanzia restaurant mpaka place yake sio mbali sana. Kachukua tu snap kiasi kama unavyoona. Tumefika Belgium, tukaelekea zetu nyumbani, tukala. Yani nilikuwa nimechoka, nilikuwa na nikaoga, nililala mimi mpaka siku ya pili, nililala mpaka saa 6. Yani mwili ulikuwa hautaki kabisa, nilikuwa nimechoka, lakini tulifika salama. That was the most important thing. Na I hope jamani mmeenjoy vlog yangu. Kama mmeenjoy, msahau like, na ikiwa ni mgeni please usahau kubofya kengele ili uweze kusubscribe, na asanteni sana na kwaherini, bye bye.